Hali ya taharuki na hasira imetanda katika mji wa Minneapolis kufuatia mauaji ya Renee Nicole Goode, mwanamke mwenye umri wa miaka 37 na raia wa Marekani aliyepigwa risasi na kuuawa na ofisa wa idara ya uhamiaji na forodha yani ICE siku ya Jumatano. Tukio hilo limeibua mgogoro mkubwa wa kisheria na kisiasa kati ya serikali ya shirikisho na viongozi wa jimbo la Minnesota. Madai ya serikali ya shirikisho yanadai kuwa askari alikuwa akijilinda maisha yake baada ya kushambuliwa na huyo ambaye ameuawa. Mamlaka za shirikisho zikiongozwa na idara ya usalama wa ndani yani DHS zimedai kuwa mauaji hayo yalikuwa ni kitendo cha kujihami. Msemaji wa DHS, Tricia McLaughlin, alieleza kuwa marehemu alitumia gari lake kama silaha akijaribu kuwagonga maofisa wa sheria kwa nia ya kuwaua, na kwamba ofisa aliyefyatua risasi alifanya hivyo akihofia maisha yake na ya wenzake. Rais Donald Trump ameunga mkono maelezo hayo kupitia mtandao wa Truth Social, akimtuhumu Goode kwa kuonesha utovu wa nidhamu, kuzuia sheria na kumgonga ofisa wa ICE kwa makusudi na kikatili. Aidha, utawala wa Trump umekuwa ukiwashambulia viongozi wa Minnesota akiwemo gavana Tim Walz kwa madai ya kufumbia macho ufisadi na kulelea uovu, hasa ikizingatiwa msisitizo wa rais dhidi ya wakazi wa asilia ya Somalia katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, viongozi wa mitaa wamekanusha vikali maelezo ya shirikisho. Meya wa Minneapolis, Jacob Frey, aliyataja madai ya ICE kuwa ni uongo mtupu. Baada ya kutazama video ya tukio hilo, Frey ametoa msimamo mkali akisema kwa ICE, ondokeni kabisa Minneapolis. Gavana Tim Walz naye amewataka wananchi wasiamini mashine ya propaganda ya serikali ya shirikisho. Walz amesisitiza kuwa video za tukio hilo zinaonyesha Goode alikuwa akiondoka wakati anapigwa risasi, jambo linalopingana na madai ya kutaka kuwagonga maofisa. Gavana huyo pia ametoa onyo kwa walinzi wa taifa yani National Guard ili kulinda raia dhidi ya kile alichokiita uvamizi wa maofisa wa shirikisho. Tukio hili linakuja katikati ya ongezeko kubwa la maofisa wa uhamiaji katika mji wa Minneapolis, ambapo maofisa wapatao 2000 wamepelekwa. Mashahidi na waangalizi wa haki za binadamu wameripoti mfululizo wa matendo ya kikatili yaliyofanywa na ICE katika wiki za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kuwaburuta raia kwa nyuso zao kwenye saruji na kutumia vitoa machozi dhidi ya waandamanaji, kuwalazimisha wafanyakazi kukaa juu ya paa za nyumba katika hali ya baridi kali ili kukwepa kukamatwa, kukamata watu kiholela kwenye barabara kuu na maeneo ya kazi bila kujali kama wana vibali halali au visa. Mashahidi wanasema maofisa hutoa amri zinazojikanyaga. Mshuhuda mmoja alieleza kuwa ofisa mmoja alimwamuru Goode aondoke eneo hilo, wakati mwingine alikuwa akijaribu kufungua mlango wa gari lake, jambo lililopelekea mkanganyiko uliokwisha kwa risasi. Hali ya uchunguzi imeingia doa baada ya ofisi ya uchunguzi wa jinai ya Minnesota yani BCA kujiondoa kwenye uchunguzi wa pamoja na FBI. BCA ilieleza kuwa FBI na ofisi ya mwanasheria wa Marekani walibadili msimamo na kuinyima BCA fursa ya kupata ushahidi wa mahojiano na vifaa vya kesi, jambo ambalo linafanya uchunguzi wa huru na wawazi kulingana na sheria za majimbo kushindikana. Wakati FBI ikiendelea na uchunguzi peke yake, jamii ya Minneapolis imebaki katika hali ya wasiwasi na hasira, huku kukiwa na mfululizo wa mikesha na maandamano ya kudai haki kwa Renee Nicole Goode.